Natamani sana kama wewe ni mtoto wa Mungu, hata kama unapitia pito, usiruhusu lile pito lifanyike kuwa aibu ya Mungu wako. Sisi wa Kristo kuna wakati watu namdhalilisha sana Mungu wetu na kumwonyesha kama Mungu wetu hafai na hawezi. Niliwahi kusema wewe ni kitambulisho cha Mungu. Niliwahi kusema appearance yako ni appearance ya Mungu hapa duniani. Kwa muonekano wako ndio muonekano wa Mungu na baba yako. Ukiwa na muonekano mbaya na dhaifu, huna ushuhuda kwa mtu kwa habari ya Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama unapitia mapito, usirushe mapito kwenye status yako. Ni heri urushe maombi, urushe neno la Mungu. Lakini usirushe ulivyochoka wewe. Unamwaibisha Mungu wako. Alafu wewe unaitwa mlokole, unaitwa Mkristo. Unachoka mpaka maadui anasema tumemuweza. Usiwape maadui nafasi, pita katikati yao. Usiwape neno la kusema, pita katikati yao. Usiwe mtu wa kujibujibu kila kitu. Kazi yako ni kaa kimya, pita katikati yao. Mwambie jirani yako kukaa kimya nako ni jibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno yako yanaweza kukuua na maneno yako yanaweza kukuangamiza na maneno yako yanaweza kukufanya uwe hai. Ukipitia mapito ndo unaanza kujilani, mimi sina hata faida ya kuumbwa huku duniani. Mimi hata sijui kwa nini nimeumbwa. Yaani mimi ndo nililaanika kabisa, nimelaanika. Hata sijui kwa nini mama yangu alinizaa. Mimi nafikiri katika watoto wote wa mama yangu mimi ndo sina akili kabisa. Yaani mimi ndio uji kabisa. Mimi ndio Colgate, mswaki, dawa mswaki kabisa. Yaani mimi sina maana kabisa. Yaani hakuna jema unalolitamka kwenye maisha yako. Unajilaani asubuhi, unajilaani jioni. Mbingu zinasikia. Unajiua kabla Mungu hajaruhusu ufe.